tunaanza movie yetu. Hii ni movie story. Kama uja subscribe, make sure una subscribe hapo chini, comment, like na kushare. Movie yetu inaitwa Monica na mhusika mkuu alikuwa ni Monica. Ni mdada ambaye alikuwa anajituma sana. Hapo anaamshwa asubuhi na mama yake, Monica, amka. Monica ni mdada ambaye alikuwa anajituma sana, yani sio mzembe kama wadada wetu wa Dar es Salaam. Yani yeye ni mwanamke ambaye anajituma tangu utotoni. Hapo anaamka, anamshukuru Mungu, asante kwa kuniamsha siku ya leo. Ni jambo zuri kuamka asubuhi na kumshukuru Mungu, kuamsha siku mpya. Maana kuna wengi sana walihitaji kufika hiyo siku lakini hawajafika. Hapo kama tunavyoona Monica anainuka, anaendelea na shughuli zingine. Movie inaendelea kama hivyo. Hapo kuna mdogo wake hapo, wadogo zake wawili, Chika na Bobu, walikuwa wamelala. Monica anajiandaa kwenda kwenye shughuli zake za kila siku. Kama unavyoona hapo anakunja nini, anajiandaa. Mara kuna mdogo wake huyu akashtuka, Chika. Akanaulizia, dada ni muda wa shule huu? Lakini dada yake akawa hajamjibu, maana muda ulikuwa mapema sana, lakini anaulizia kwamba ni muda wa shule. Lakini akamwambia kwamba baba atawaamsha, kwa hiyo wewe endelea kulala, muda ni bado. Yeye dada mtu akatoka, akaendelea na shughuli zake. Hapo tunaonyeshwa kwamba ni jinsi gani unavyofundishwa mwanamke tangu upo binti kufanya kazi za nyumbani na kujituma kwa ajili ya dogo zako na mambo mengine. Monica alikuwa ni binti ambaye anajituma sana, yani sio mzembe kama wale wadada Dar es Salaam wanaojali kuweka kucha nini, nywele nyingi nini. Monica alikuwa yupo hivyo. Yani Monica alikuwa anajali kazi za nyumbani, alikuwa anajali kufanya biashara, kumsaidia mama yake. Kama hapo walikuwa anauza sijui yenyewe ni mikate hiyo. Walikuwa anauza hapo yeye na mama yake, sijui inaitwa papaya wenyewe, sijui mikate, sijui ni miogo hiyo asubuhi hiyo. Hiyo ni asubuhi ya alfajiri kabisa. Wanauza zao hiyo miogo. Hapo utaona na mama yake wanazunguka wenyewe hapo, wakafika kwa huyo mkaka hapo. Basi huyo mkaka yani ni mkaka ambaye alikuwa anapenda sana utani, yani kila anapomuona Monica yani ni mtu ambaye anamsumbua sana, mara anamuita wife nini, mara anamshikashika yani. So unajua tena sisi wadada tukishakuwa yani umri fulani hivi, yani unakuwa kama unataka utaki hivi. Kwa hiyo ndo Monica ilikuwa hivyo, lakini Monica alikuwa na msimamo fulani hivi. Yani alikuwa amtaki kweli yani. Sio kwamba alikuwa anamtaka amtaki. Kwa hiyo mkaka alikuwa anatumia hiyo chance, na mama yake anapenda sana hela. Kwa hiyo ukiona hivyo, kama hapo ameambiwa keep change, mama anafurahi, yani anaona kwamba nimepata mkwenda huyu yani hapo anafurahi kinoma yani. Monica akaendelea kuuza zao miogo yao yeye na mama yake. Muda wa kuhesabu mapato kafika mwanangu. Kwa hiyo hivyo yani ikafika muda inabidi awapeleke wadogo zake shule. Maana nishakwambia kwamba Monica alikuwa ni mdada ambaye ni mchapakazi sana, yani ni mdada ambaye sio lazy, yani sio mvivu. Yani kama hapo ametoka zake kuuza miogo na mama yake, anabidi tena awapeleke wadogo zake shule. Akachukua wadogo zake kama hapo anawaandaa nini, anawapeleka shule. Kama hapo yani Monica alikuwa ni mdada ambaye mchangamfu na mwenye huruma na ana upendo mwingi sana yani. Ama hapo yani kapeleka wadogo zake na ajali chochote yani. Hapo anatoka zake huyo. Yani Monica alikuwa ni mtu wa watu kila anapopita yeye. Pia Monica alikuwa anajihusisha na mambo ya ushonaji. Akafika kwenye kazi yake ya ushonaji nini, akaanza kumsalimia mama ambaye anamiliki hiyo sehemu ya kushona. Akanamuelekeza unabidi ufanye hivi na hivi, weke zip kwenye nguo nini. Monica akawa anafanya ile kazi pale nini. Kuna wafanyakazi wenzake hapo kwenye hiyo sehemu hawampendi Monica, sababu Monica alikuwa ni mtu ambaye anapendwa sana na huyo mama ambaye mwenye hiyo sehemu ya kushona. Hapo kashamaliza kushona, anamuonyesha mama. Kwa hiyo mama akawa amefurahi sana. Akamuita mdada ambaye yupo pia anashona hapo, anamwambia kichwa kikubwa lakini hamna chochote unachokifanya. Yani unashindwa na mtoto mdogo kama huyu. Monica anakushinda yani.
bongezozo huna lolote, mkubwa mzima, alafu mambo unafanya ya kijinga. Kana msifia hapo Monica, mwanangu unafanya vitu vizuri sana. Ni Monica anafurahi, ndo bichwa hilo nene. Lakini Monica alikuwa ni binti ambaye hajali kitu chochote. Kama hapo anarudi nyumbani nini, kwenda kuachukua dogo zake kule shule, pia aende nao nyumbani. Anatoka zake hapo, basi ni mwendo wa kuaga tu, kila mmoja anamwaga. Akafika zake shule. Hapo anakuta Bobo anachezea michanga. Akasema wewe mpumbavu kweli, yani muda wote unachezea michanga, yani wewe unakuwa kama handsome boy ambaye umetoka jela yani. Wadogo zake wakacheka kweli. Anambia vaa shati mpumbavu wewe, vaa shati. Mbona unajifanya kama mjinga fulani hivi, alafu kumbe una akili nini? Akabeba mabegi yao hao. Wakafika nyumbani yani. Kufika nyumbani, mama akaanza kuwachambua watoto wake. Nini wewe unacheza mpira swini na nini, unachezea michanga nini? Hebu nendeni mkaoge huko. Wakaenda kuoga. Unaona hapo? Mama watoto walivyoenda kuoga, Monica akabidi amsaidie mamake jikoni. Monica nishakwambia kwamba Monica sio mvivu. Kusaidia mamake kupika, maliza kupika na kula na dogo zake kama hapo. Wadogo zake, yani familia hii pia ilikuwa ni familia ambayo inaamini Mungu sana. Hata kama mama alikuwa ni mama ambaye hajali kuhusu Monica, anajali kuhusu watoto wawili, lakini ilikuwa ni familia ambayo inajali Mungu sana. Kama hapo unavyoona wanaomba Mungu kabla nini ya kula. Amemaliza kula. Huyu mmoja wa kiume Bobo alikuwa yani yeye kusoma analazimishwa, yani sio mtu ambaye yuko perfect kwenye kusoma. Lakini Chika alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana kusoma, yani ni mtu ambaye yani humwambii kitu chochote kuhusu kusoma. Hapo mama alikuwa ametoka kwa mama Lucy. Unajua mama yetu wa Kiafrika nini kidogo kwenda kupiga ubuyu, umbea nini. Katoka kwa mama Lucy, anamkuta Bobu anarusha vidude, anacheza nini. Ambavyo wewe mjinga nini? Sitaki kuletea 0 hapa nyumbani kwangu. Hebu kaa chini usome. Kwa hiyo kabidi ampe daftari hapo, sio kitabu iko, anampa afanyaje? Asome. Sitaki kama mimi sitaki kuletea ufaulu wa chini hapa, nataka ada yangu nione. Akamuuliza hapo Monica, babako yuko hapa? Akasema baba ametoka kidogo kaenda kwa mzee fulani hapo jirani. Asubuhi kafika kama hivyo hapo. Unajua tena Monica ni mchapakazi fulani hivi. Hiyo siku ikabidi Monica aende peke yake kuuza nini? Kuuza hiyo supu ya miogo. Mamake alikuwa anaumwa. Hapo anamuelezea, mwanangu mimi leo siwezi kabisa kuingia mtaani kwa sababu jana nilikata kuni nyingi sana kule porini. Unajua nimechoka. Kwa hiyo ikabidi Monica aende mwenyewe kuuza supu ya miogo na miogo. Hapo wenyewe anaongea. Monica ikabidi arudi shule, lakini huyu mama ni ana roho mbaya sana, ampendi Monica yani. Anaambia hivi, Monica usimlipie ada yote yani, inabidi walipewa dogo zake. Baba hapo alijisikia vibaya sana, akasema huyu mwanamke ni mwanamke mwenye roho gani? Hana huruma kabisa na mwanangu, kwa sababu huyu mama alimkuta Monica na huyo baba, ni mtoto wake wa kufikia. Kwa hiyo ikawa ndio hivyo yani, anamtesa mtoto, hataki kama hivyo arudi shule. Monica hapo alijisikia vibaya sana yani, na hata baba mwenyewe alijisikia vibaya. Ikabidi baba anawe na aondoke, yani alishindwa hata kula chakula chenyewe. Familia zetu za Kiafrika, mama tuwe na roho nzuri. Baada ya miaka kadhaa hapo mbele, Monica kama unamuona binti fulani hivi, Kigori cha Kimasai, yani shape nyingi, mweupe nini, unaona. Na Bob na Chika pia wamekuwa, kama unaona hapo wameshafika chuo nini wanasoma. Monica akaja akauliza, vipi wadogo zangu mko poa? Nini niwasaidie? Akasema labda Bob hapo ndo ana shida, anataka asaidie subtraction. Sio jamani, subtraction kidogo zina shida. Hata nyinyi mlikuwa mnasoma mathematics mnajua. Kwa hiyo hapo akasema si hatuna shida. Kwanza mtu wenyewe hajasoma, ana certificate yoyote, ana cheti chochote, afu aje tusaidie sisi. Pumbavu tu. Monica alihuzunika sana. Akaamua ingie ndani na atoke zake mwenyewe aendelee na kazi zingine. Wakasema Chika anamwambia Bob, msaidiaje wako anaondoka yani. Akamwambia atajua mwenyewe, mwache aondoke, hana chochote anachokijua. Hapo mwenyewe Monica katoka kwenye ile kazi yake ya ushonaji kama tulivyoona mwanzo. Kapewa mshahara wake, anakuja kwa wazazi wake kwa ajili ya wadogo zake kulipiwa nini? Kulipiwa shule. Hapa baba anampa bonge za baraka yani, baraka za kutosha yani, kama mbingu yote ishuke chini yake yani, baraka nyingi.
Lakini mama kama unavyoona, si nikwambia wewe mama yake akufikia yani ajali hata kidogo yani, kama mama unavyoona hapo. Yaani anaona hiyo hela yani haitoshi, wakati mtoto hapo kapambana sio poa, na amepambana tangu yupo mdogo kuangalia hiyo familia na kuangalia dogo zake. Monica alikuwa na mkaka mmoja ambaye huyo alimpenda sana, alitokea kumpenda yani huyo mkaka. Hapo wakawa wenyewe anamwambia unaweza nikakuoa. Monica anamwambia sio muda sahihi. Lakini Betty akamwambia wewe una miaka 21, ni muda wako kabisa wa kuolewa. Monica akamwambia hapana, naomba usubirie sababu familia yangu haipo sawa kabisa katika muda wa kufanyaje mimi kuolewa. Huyo mkaka kana anamlazimisha sana, familia yako itakuwa sawa wewe kuolewa, hebu niruhusu mimi nikuoe. Lakini Monica akawa anakataa yani, kwamba unajua kwa nini pia Monica alikuwa anakataa? Mama yake alikuwa yani amemfungia kwamba ile yeye ameumbwa kwa ajili ya familia ile tu. Yani hawezi kuondoka pale na kuiacha familia yake, nani atasaidia ile familia? Kwa hiyo Monica ndio kitu ambacho alikuwa anawaza sana. Akiolewa familia yake nani ataisaidia? Na yeye ndio dada mkubwa pale wa kufanya kila kitu. Kwa hapo akawa anamwambia chumba yake huyo mkaka mwenye midevu, yani ana midevu kama Osama bin Laden. Kwa hiyo anamwambia mimi siwezi, familia yangu inanitegemea. Lakini kaka amezidi kumlazimisha. Monica akasema subiri nikaongee na mama nyumbani. Kwa hiyo Monica akarudi nyumbani. Alipofika tu akamkuta mama yake yuko jikoni anapika. Akamwambia mama yake kwamba mama mimi nataka niolewe. Mama akagomba sana. Monica akaamua aondoke aende zake kazini kwenye ile fundisho yani. Akaenda zake kazini. Yule mama yake pale alimuonya sana kwamba mkubalie. Mkaka watu akaja hadi dukani anapofanyia kazi nini, akamsaidia kufunga zake duka. Yani alikuwa ni mkaka fulani hivi. Nakumbuka mpenzi wangu anavyonijaligi kama yeye. Ni mkaka fulani hivi anayejali nini yani hivyo yani. Kama unaona hapo kamletea pesa, alimwahidi atampa pesa ya kununua cherehani yake, imadi afanyie kazi yake mwenyewe kuliko kuajiriwa kila siku. Hapo ilikuwa kama hizi zile nzi zetu za kutembea Tandale mpaka Manzese yani, kama taratibu yani. Hapo anarudi mwenyewe anamsindikiza nyumbani. Hapo wenyewe anapiga story fulani hivi yani. So unajua mapenzi ya mwanzo yanaponoga yani, ile kata simu nikata wewe ndo kama hivyo yani. Hapo Monica na huyo mkaka mara ghafla mamake akatokezea. Unajua mama alipokuwa na kisukari. Ilikuwa so poa, akamwambia ingia ndani. Mama mwenye mwili wa simba, mwenye hajali. Hivyo akaenda kwa babake akamsemea kwamba nimewakuta wanakisiana hapo nje, anapiga mabusu tu hapo nje. So unajua mama alipokuwa na chuki na huyo mtoto, basi Monica watu analia. Mbevi hapana baba, mimi sijakisiana hapo nje. Mama Mbevi kwa hiyo mimi nakusingizia. Baba watu akamua atumie busara. Kwa hiyo anajua tabia za Monica, akamuuliza vizuri, huyo ni nani? Monica kabidi amuelezee baba yake kwamba ni rafiki yangu basi pia anataka kunioa. Mama basi anaongea, uolewe na nani? Unataka uniache mimi hapa? Sijui unajua mama yetu wa Kiafrika, yani mama yetu wa Kiafrika kama ni mama wa kambo, hataki ufanikiwe. Yani sijui inakuwaga ni kwa nini hiyo. Guys, naomba shusha comment hapo chini uniambie hivi kwa nini inakuwaga hivyo kwamba mama wa kambo wanakuwa hawapendi watoto wao wa kambo wafanikiwe. Maki hapo alikuwa anamjaza maneno, anamsema Monica, anamsema uolewe nini? Familia yako unaiachia nani? Nani ataangalia familia yako? Wadogo zako inabidi walipiwe ada. Yani sijui, yani hapo maneno alikuwa anaongea mengi. Monica watu anatamani hadi dunia isimame yani, ashuke atembee yani hivyo yani. Monica watu analia. Akasema mimi lakini nimepewa hela ya nini? Ya kununua cherehani. Mama watu akasema muangalie mwanao alipokuwa na roho mbaya. Yani ndugu zake wanadaiwa ada chuo, lakini akapewa hiyo na hela 2 milioni ngapi na bado yani hajasema. Tungebidi tu alipewe ndugu zake ada. Mtoto ana roho mbaya. Lakini muda wote hajajali makubwa aliyofanya Monica. Hapo Pascal mwenyewe akawa anampigia simu lakini hapokei. Asubuhi yake imefika, mama amemnunia kabisa Monica kabidi zile hela alizopewa na ule mchumbaki ampe nani? Ampe mama yake, kwa sababu ni mama yetu wa Kiafrika. Kwa hiyo bila kumpa pesa mama afurahi. Kwa hiyo alipompa pesa wakaongea vizuri na kucheka. Kabidi hadi akaenda kumsaidia kwenda kuuza nini? Kuuza supu.
Kutoka hapo kaenda zake kuuza supu mwenyewe Monica watu. Monica ni mdada ambaye sijui nime-explain vipi jamani. Yaani ni mdada ambaye alikuwa yupo perfect. Let me say yani yupo perfect, ni mtu ambaye sijaona kumfananisha naye kwa nao. Yaani wadada wengi sasa hivi wanapenda luxury, wanapenda vibe vizuri, wanapenda kucha, wanapenda nywele, lakini Monica alikuwa hajali hivyo vitu. Kama unavyomuona hapa amesuka minini tu mabutu yake, lakini anatembea na anaenda kazini. Hapo mchumba wake akaamua hajamsalimia hadi anapofanyia kazi. Yule boss wake akamwambia nenda kaongea na nani, na mpenzi wako, mimi sikukatazi. Wakatoka pale wakaenda kuongea wenyewe, maana mpenzi wake alikuwa na shida naye fulani hivi. Wamefika, Monica anamwambia unaweza kunipa maelezo? Monica akamuelezea, akamwambia kwamba nilishakwambia, nimeambiwa nikishafikisha miaka 25 nifanyaje, niolewe. Lakini kaka anakaa analalamika, miaka 4, nikae miaka 4 na kusubiria wewe uolewe. Unajua mimi natakiwa niende Marekani nikafanye kazi miaka 4. Monica kamuuliza, sasa unapoenda huko Marekani, ukienda huko usiporudi Afrika itakuwaje? Yule mkaka akamwambia hamna, haiwezekani, lazima nitarudi kwa ajili yako kwa sababu najua nishaoa. Wewe kambidi Monica amwambie haiwezekani. Kwa hiyo wewe nenda, ukirudi tutafanyaje? Tutaoana. Hiki ni kisa ambacho kinahuzunisha sana cha mdada anaitwa Monica. Simuliaji wenu Barbie, yani nasimulia huku nikiwa na mauchungu mengi sana kwa sababu Monica imeniumiza. Monica ni msichana ambaye kapitia maisha magumu sana na hakuna aliyejali maumivu yake ya moyo. Yani hakuna. Tunaendelea. Monica hapo kaongea mwenyewe na mpenzi wake, karudi kazini. Anabaki tu analia. Hana cha kusema kwa sababu anatamani aolewe na yule kijana, but mama yake ndio hivyo. Hataki. Unajua mama yake hapendi mafanikio, yani hivyo. Kwa hiyo analia hapo. Imepita miaka 30 kama sikosei. Monica amekuwa mama, yani huyu ndio yule kijana kama unavyomkumbuka yule kijana aliyekuwa anamsumbiaga Monica, mara anamshika, mara anampa keep change nini. Kipindi kile anauza miogo. Ndio huyu hapa. Anamwambia mimi nilidhani ushaolewa, maana mimi ulinikatalia mimi kukuoa. Mbona sasa hivi unazeeka bila kuolewa? Akamwambia. Monica kabidi tu amshangae, yani hana cha kuongea. Monica akambaki amshangaa, lakini akamjibu akamwambia usijali kwa sababu labda Mungu hajanipangia kwa muda huu niolewe. Bado muda sahihi. Kwa hiyo hivyo akanamuuliza, "Sasa hivi unafanya kazi gani?" Akamwambia, "Mimi sasa hivi ni mshonaji na na duka langu la ushonaji." Kwa kaka kama anamdhihaki. Si unajua tena kaka ambaye alikuwa anakutongoza afu akaja akakuta upo umedorola, yani lazima afanyaje? Akudhihaki kidogo, yani sasa leo. Anarudi zake nyumbani, hapa anakuta wanafurahi, yani sio poa. Kumbe Chika amepata kazi, yani afu Bobu yupo tu pale pembeni anaambia dada yako amepata kazi. Wewe upo tu na mzula wako hapo. Hapo anafurahi, yani akamwambia dada yake, "Mimi sio kama wewe ambavyo miaka yote hadi miaka 30 upo nyumbani tu. Mimi nitafanya kazi na nitaenda zangu wapi? Nitaondoka zangu hapa nyumbani." Bobo alichukia. "Unamjibuje hivyo dada? Unamwambiaje hivyo dada? Yaani nitakubamiza makofi wewe dogo unadharau wakati yule dada ndo alokusaidia mpaka kufika na kupata hiyo kazi." Monica alihuzunika sana, akaingia zake ndani, akaamua akatulia zake ndani. Yaani alihuzunika sana Monica hata ingekuwa wewe lazima ungehuzunika. Eti mara anakuja anamuomba msamaha. Yaani huyu kwanza ni mnafiki kwa sababu eti anamwambia eti sikutegemea kufanya hivyo. Yaani eti neno linatoka tu mtu utegemee. Hapana, lakini yeye ndio hivyo. Jamani, tuendelea kusikiliza. Hii ni movie story. Usisahau kulike, kusubscribe, kushare. Tunaendelea na movie yetu. Hapo namuona Monica anapika. Siku nyingine hiyo usiku wake. Tunaona Monica anapika hapo, mama mwenyewe sio anakandakanda ngano gani hapo. Monica anashangaa, anaona iPhone 17. Anambia, Chika, mtoto mdogo na iPhone 17, mimi ndio kwanza nina kitekino changu.
Akamwambia, umepata hapo hiyo hela? Akamwambia, nimepata tu, nimepewa zawadi. Anamuuliza mamake, kwa nini umemkubalia huyu chika anunue simu wakati nyumba inabidi itengenezwe? Sio jiko linabidi litengenezwe. Sio na nini? Kwa nini mimi nilivyokuwa mri kama wachika mlikuwa mniruhusu kufanya hivi vitu? Sio na nini? Monica aliongea sana, yani hapa aliongea kama mnavyokumbuka. Monica alivyokuwa ana umri wa chika alikuwa haruhusiwi hata kununua kiatu kipya. Haruhusiwi hata yani kupendeza alikuwa haruhusiwi. Hata kupata mwanaume wa kumpa zawadi alikuwa haruhusiwi. Kwa hiyo lakini chika anaruhusiwa kila kitu. Yani mama muone alivyokuwa na roho mbaya, roho isokuwa na upendo na Monica. Monica kabaki tu anashangaa akisema kumbe ni zawadi. Kwa hiyo mimi mbona nilivyokuwa umri wangu zawadi nikipewa mlikuwa mnazitaka nyie. Kwa hiyo lakini yeye mnakubali yeye alivyopewa zawadi. Inakuaje hii mama? Lakini ikawa hivyo. Asubuhi imefika, bosi wake akabidi amwambie hivi karibuni nayotakiwa niende Canada. Kwa hiyo wakawa wanafurahi sana hapo, wanaimba nyimbo za Mungu. Mungu ametenda, Mungu ametenda miujiza. Wanafurahi wenyewe hapo. Mama mwenyewe anaenda zake Canada. Hapo ametoka kazini kufurahi, Mungu ametenda, anakuja anamkuta mchumba wake Pascal yupo nyumbani. Akafikiri jamani, Pascal amerudi, naolewa sasa. Kwa miaka 30 nimekaa bila kuolewa, nimekaa hapa nyumbani. Bora niolewe sasa, maana yake sio kwa kukaa huku nyumbani. Kumbe Pascal watu wajaja kwa ajili ya Monica. Kaja kwa ajili ya chika. Muone chika alivyokuwa na roho mbaya yenye husda. Kusema kweli imeniuma sana. Kama wewe ni shabiki wa movie story, naomba unipe comment hapo chini. Wewe umejisikiaje kwa hii kitu alofanya chika? Manake anajua kabisa mchumba ni wa dada wake tangu miaka 15 nyuma, lakini bado akafanyaje? Akatoka naye hapo. Anamuelezea kwamba kuna siku alikuja kabisa nyumbani akakuulizia, lakini mimi nikampa maneno kwamba Monica ni mwanamke ambaye hafai. Yani Monica ni mwanamke ambaye yani hana uelewa kujitambua kwamba huu ni muda sawa mimi kujitengenezea maisha yangu. Yeye anachojali tu ni familia yake, hajitengenezee yeye maisha yake. Hivyo kwa anamwadisia kila kitu. Jamaa baada hapo ndo akaanza mahusiano na nani? Na chika. Wakawa wanaenjoy, wana have fun kila muda, wanatoka kama kwenda dinner, wanatoka yani hivyo. Hata ile iPhone 17 kumbuka kwamba alisema amepewa zawadi. Kumbe pia alipewa zawadi na nani? Na Pascal. Inauma sana. Ni chika amekuwa sasa hivi ameamua hadi kumuibia dada yake. Jamani, naombeni mnipe comment hapo chini. Hivi ni vizuri kuiba mchumba dada yako au sio vizuri? Nipeni taarifa kama hapo wana enjoy nini, have fun nyingi sana kwenye gari nini. Na unakumbuka kwamba Pascal amerudi kutoka USA, pesa anazo. Yani sio poa kwamba chochote anachofanya pesa ipo. Kwa hiyo chika alivyoona hivyo akatumia chance akampokonya mume dada yake. Naona kumbe hiyo ndio siku ambayo hata alipewa zawadi ile iPhone 17 na zawadi zingine. Sio unajua tena wanawake tunapenda zawadi nyingi. Kalitoa zawadi hapo, anaenjoy mwenyewe, anafungua. Hivyo ananikumbusha mbali pia mpenzi wangu anakuaga hivyo. Au nyewe mnasemaje? Shusha comment uniambie. Hivyo ni hivyo sasa, tuendelee. Kwa hiyo Monica akawa anapata story hapo taratibu na mdogo wake kwamba ni jinsi gani alivyokutana na huyo mpenzi wake Pascal mpaka kufikia hatua ya kufanyaje, ya kuolewa. Monica alitikisika. Najua tena hata ingekuwa wewe mtazamaji, lazima kuna jinsi ungejisikia. Monica alitikisika sana na alishtuka. Akaamua kuuliza mama yake, amwambia hivi, sasa hii ni bahati ya mdogo wako, usitake kuiharibu bahati ya mdogo wako. Monica akamuuliza mama unasemaje hivyo? Akamwambia ndio hivyo nishakwambia usiharibu bahati ya mdogo wako. Kwa hapa anamwambia ulichonifanyia Pascal sijapenda. Yani umenifanyia vibaya. Nimekaa miaka yote, miaka 15 bila kuolewa, bila kukutana na mwanaume yoyote. Naombeni ukweli Monica ni bikra hapo. Unaweza amini? Comment basi hapo kama unaamini kama Monica ni bikra au sio bikra. Monica ni bikra.
alikaa miaka yote 15 na tangu alipozaliwa na miaka 30 sasa hivi hajakutana na mwanaume yoyote tangu azaliwe. Hapo akawa anachukia, anamwambia Chika na Pascal kwamba sijapenda mnifanyia. Baba akawa anagomba hapo. Chika anasema kwamba atajua mwenyewe, Pascal tukae chini tuendelee na mambo yetu. Monica akawa analia tu, anamwambia mama, lakini si uliniambia mimi nisiolewe na Pascal. Imekuwaje wewe, mbona umemruhusu Chika olewe na bado ana miaka midogo? Maana mimi nilikuwa na miaka 21, ukaniambia bado mpaka nifikishe miaka 25. Na Chika bado na yeye hata miaka 25 bado. Kwa nini umekubali kwamba olewe? Lakini mama akawa anaongea sana. Wewe unataka uzue bahati ya mdogo wako? Wewe ni mtu gani ambaye una huruma? Wewe una roho mbaya dada mtu. Yaani kwa vitu vyote vilivyotokea, yani unataka uzue ndoa ya mdogo wako. Yani nimekwambia tena utoke hapa. Sitaki hata kukuona. Dada watu akawa ana la kufanya. Sio unajua tena mama ni mama na anastahili heshima. Hata kama mama anakufanyia vitu vingapi, lakini kuna heshima yake unabidi ufanyaje, umpe. Monica akakimbia mwenyewe, akatoka maeneo ya pale. Hawezi kuvumilia au maumivu. Pascal akaingia na roho ya huruma, sio kwamba anampenda, lakini alimkimbilia. Hapo anamuelezea Pascal, unakumbuka tulivyoanza mapenzi yetu? Tulikuwa ni watu ambao tunapendana sana. Unakumbuka ile siku ulitaka kuonana na mama yangu? Nikamwambia usionane naye sababu nilikuwa naogopa sana. Mama yangu alikuwa ni mkali. Na unakumbuka hadi alipotoka nje akaingia ndani. Alienda ndani na kunisingizia maneno mengi sana kwamba tulikuwa tunakisiana hapa nje. Lakini mimi nikamwelewesha baba, kwa nini umeamua kunifanyia hivi? Na nimekusubiri miaka yote 15. Kwa nini umeamua kunifanyia hivi Chika? Yani inani pain jamani, inani pain. Ina feel from inside of my heart. Kwa hiyo yani Monica alikuwa analia. Monica ni mdada ambaye alikuwa ni mwaminifu, sio kama wanawake wa sasa hivi ambaye anakuambia nakusubiri wewe nenda zako Dubai kama miaka yote, lakini ukirudi unashangaa mwanzako kashaolewa, unabaki kushangaa. Lakini Monica hakuwa hivyo. Monica alikuwa ni mwanamke ambaye mwaminifu, alimsubiri jamaa mpaka amerudi, lakini jamaa ndo akaja hivyo akamsaliti na mdogo wake. Akana muelezea, nilikuwa nakucheki sana, nakucheki WhatsApp, nakucheki YouTube, nakucheki yani hadi kwenye account ya Movie Story niliingia nikamwambia Movie Story, naomba umwambie yule kijana Pascal nampenda, lakini yeye hakujali. Inahuzunisha kama hapo. Na analia mwenye. Hapo akawa anaangalia magauni ya harusi. Chika na mama yake. Unajua tena mama yake Afrika, yani hiyo siku sijui mwanangu utakuaje, yani sijui nini, mambo mengi mwenyewe. Lakini hapo wanamsema Monica kwamba bora mwanangu sasa hivi nuksi ya kuambiwa watoto wake hawaolewi, nuksi imetoka. Mwanangu wewe unaolewa. Yani nashukuru Mungu nuksi imetoka kabisa. Yani pu anatema hadi mate pembeni. Kumbe Monica watu akainuka, akaamua aingie zake ndani. Maneno alikuwa anamuuma. Hata ingekuwa wewe mtazamaji, wewe pengekuuma. Yani unaambiwa hivyo, wewe ndio una kigundu cha kuolewa mwenzangu? Hapana. Kwa akaamua zake aondoke. Akarudi zake kazini. Kesho yake kana mwadisa shoga yake. Mwenzangu, shoga yangu. Hapo anapiga ubuyu. Mdogo wangu mimi ndo wakuniibia mume. Mdogo akamwambia ningekuwa mimi ningeoa wote wawili. Hivi nyewe mnaonaje hii? Kwamba ni sawa yani kuua wote wawili au waache tuendelee na maisha yao? Kwa hiyo hapo akamwambia Monica kana mwanza, hamna, mimi siwezi kufanya hivyo. Kama ameamua kunisaliti au kama ameamua kuendelea wao, wasaidie wenyewe, kwa mimi sijali chochote yani. Shoga kama wewe mpumbavu kweli. Siku nyingine sasa hiyo asubuhi yake mama anatokezea huko. Mama simpendi. Mama anatokezea huko. Eti anamletea sare. Mama wa Kiafrika jamani. Huyu mama amenikumbusha kama mama wa Tandale mmoja hivi. Ilikuwa hata sare ya birthday anaitangaza, yani sio poa. Kamletea sare hiyo ndo ndoa. Kwa hiyo utajua mwenyewe uje usije, lakini tunataka uje kwenye ndoa. Sare hiyo hapo. Hapo mwenyewe ametoka zake ndani, anamkuta baba yake anakatakata vidogo vikuni hapo. Babake akamuita Monica, mwanangu Monica njoo, kuna vitu nataka tuongea.
hapa kidogo. Monica kabidi aache kazi aliyokuwa anafanya. Akaacha hiyo kazi aliyokuwa anafanya, akabidi aende akamsikilize baba yake. Haya, akatoka zake hapo akaenda kumsikiliza babake. Babake akawa anamwambia, naomba kwa alichokifanya mdogo wako Chika, naomba unisamee mimi. Manake najua kwamba hauna furaha na feel pain ndani yangu kama baba. Manake haiwezekani mwanaume ambaye wewe ulikuwa tunakuzuia usione naye, wewe umeona naye. Naomba umsamee mdogo wako kwa ajili yangu mimi baba yako. Monica akabidi akubali. Usiku wake kabidi familia nzima ikae. Monica kana anaelezea, naomba niongee mbele yenu. Mimi sina jealousy yote, sina wivu wote kwako Chika. Yani ndio mimi nimechitiwa, lakini nimekubali, sawa, nimekuachia mdogo wangu. Yani nimekusamee. Yani wote nimewasamee. Wachekesha sasa. Bobu naye akazuka na lake vupu. Naye akasema amemtia mimba mtu na anataka kumuoa. Mama Kiafrika, mama akamwambia, wewe una kazi, una biashara, una unachokifanya, unategemea ubaba wetu na ugali wetu hapa nyumbani, alafu tunataka utuongezee watu mundani. Mbona unakuwa hivyo? Dada zake wakawa wamefurahi. Hongera, umekuwa kidume sasa, kazi imefanyika. Siku ya pili yake kabidi amlete mchuchu nyumbani. So ajua hata na mchuchu mwenye mimba. Mchuchu anaitwa Sharon, akaletwa hapo msichana na mimba. Mama akamwambia, imekuwaje? Umesoma nini? Akanamuelezea, mimi nimesoma mambo ya urembo nini, najua tu kusuka nini. Mama akamwambia, kumbe hujasoma vitu vingi sana. Hauna hata akili kwa zidi wanangu. Unajua mama ya Afrika na wanataka kushindana yani hivyo. Kwa hapo akawa anamwambia, humu ndani hamna sehemu ya kulala nini. Yani anamuelezea, kwa hiyo sasa utafanyaje? Utalala wapi? Akatoka. Monica akamwambia kwamba usiwe na shida mdogo wangu Bob, huyo mke wako nitakuwa na nini, talala naye mimi chumbani kwangu. Kwa hiyo namkaribisha, akachukue tu vitu nyumbani. Monica akajitoa sadaka kwa huyo. Asingejua kwamba anabeba msala wa huyo mwanamke Sharon, mwanamke mwenye gubu pia na yeye kuliko hata ndugu zake hapo nyumbani. Hivyo Monica akakubali kulala na huyo dem Sharon. Na hivyo kuna siku amerudi ametoka zake kazini, anakuta Bobo ana stress, yani mdogo wake ana stress hapo. Anamuuliza, mdogo wangu vipi wakati wewe ushaoa na unakuwa karibia kwa baba sasa hivi? Akamwambia, dadangu acha tu, yani hapa yani nimeambiwa siwezi kumchukua Sharon kuja kukaa kwetu nisipoprepare na hela 1000. Akamwambia, na 1000 usijali mdogo wangu, nitajitahidi nikuletee na 1000 mradi uishi na demu wako, mke wako, kae naye hapa uendelea kuangalia mimba hapo. Akamshukuru sana, asante dada yangu, asante sana. Dada Monica alikuwa ni dada mwenye uvumilivu, anafanywa vitu vingi lakini bado ana moyo ule wa kujitolea kwa ndugu zake. Asubuhi yake hapo anampima shoga yake nini, ambaye shoga akamwambia, mimi nataka kigauni fulani hivi, yani kisibane, kisimwage. Kwa hiyo nipime kigauni ambacho kitani damshi, nitaweza kuenda sehemu yoyote nikatoka nini, sielewa wadada mjini wanapopenda kutoka. Hivyo ndo huyo hapo shoga yake Monica anampima nini hapo. Siku karudi nyumbani, anashangaa, mbona nguo zangu kabatini hazipo? Dada mwenye mimba akamwambia, nimezitoa, au nataka niziweke nguo za mwanangu anayekuja. Akamwambia, sasa kwa nini hujaniambia umezitoa? Akamwambia, hiki chumba kwani ni chako? Mimi nimekukaribisha tu, mbona unataka kutoa vitu vyangu bila ruhusa? Huyo dada kuambiwa hivyo akapiga makelele, ananigombeza mimi, afu mimi na mimba ananigombeza, sijui nini. Akawa analia. Sasa unajua tena mama wenye mimba anasumbuaga nyie jamani. Mimi nilikuwa na shoga yangu mmoja, ukimkanyaga tu kidole basi uwe kilio, si unakuwa ndo umemtafutia kilio hivyo. Dada tu akabidi tu nini, ashukuru Mungu.
Kama hapo chumba chake mwenyewe, kitanda chake mwenyewe, lakini aambiwa alale chini jamani. Hivi ni kweli? Ndio shida ya kulala na mama wajawazito au kuwa na mama wajawazito. Hapo anaambiwa, "Mimi nasikia joto bwana." Yaani mtoto anataka ajitanue kitanda kizima. Mnaomba ulale chini. Anapiga makelele tena. Anapiga makelele. Imadi mume wake yule amsikie Bob. Kwa akaja mwambie, "Mimi dada wako ananipiga. Yaani mimi dada wako ananipiga, mimi siwezi. Mwambie alale chini, mimi siwezi." Monica watu chumba chake. Bata anateseka. Akabidi alale chini dada watu. Akatandika zake nguo. Anaomba mto. Hadi mtu anamnyima. Ilinishangaza hiki kitendo. Na Monica ni mdada ambaye mvumilivu sana, ni mdada mvumilivu, anavumilia kila kitu. Akaamua lale zake chini hapo hata bila mtu. Akashukuru Mungu, yote ni maisha. Hapo asubuhi ameamka, anamsaidia mama kukata kuni. Ambe, "Mama, mimi siwezi kuendelea kulala na ule mdada mwenye mimba kuna chumbani." Ambe, "Nyewe vipi?" Huyo Bobu naye anatoka sijui kapelekeshwa na mwanamke wake mwenye mimba. "Wewe unabidi miaka 36 sasa hivi. Unabidi uondoke, usikae humu ndani. Unakuwaje unalala hapa ndani? Yaani unabidi uwe na kwako au umeolewa au uwe na mtoto, lakini wewe hauna lolote, hauna chochote." Mama yake akamwambia, "Ndio uone sasa. Watu waliowasaidia wanakusema. Haya, utajua mwenyewe utafanyaje." Dada watu akabidi tu anawasikiliza. Hana cha kufanya dada watu. Kama nilivyowaambia, Monica ni mpole sana. Kama Maria Magdalena, Monica ni mpole sana. Kabidi atoke. Huyo Sharon naye ndo anajifanya uchungu sio ndo umemshika. Sio nini anaongea. Kabidi Monica atoke zake, aingie zake ndani. Monica kana panga zake nguo taratibu hapo, mwenye anapanga nguo. Mara mama akaja, "Mbebe, wewe Monica unaenda wapi? Unapanga nguo unaenda wapi?" Sio nani. Akaambia, "Mama, mimi naenda popote pale ambapo nitapaona ni sahihi." Mama mbebe, "Unaenda wapi? Hauna cheti, hauna mume, hauna mtoto, hauna maisha, unaenda wapi?" Monica akamwambia, "Wewe ndio sasa hivi ukuniambia hivyo, wakati wewe ndio ulisababisha vyote mimi nisivipate hivyo." Akaondoka Monica, hakutaka fujo na mama yake. Akaondoka akaenda kumwambia baba yake, akataka baraka za baba yake. Hapo analia na kumueleza baba yake kwamba, "Baba, mimi naondoka." Baba akamwambia, "Mwanangu, nina furaha kwamba wewe ni mwanangu na ambaye umetupambania katika maisha. Hii sekta." Baba aliongea maneno mazito sana, maneno mazito ambayo baba aliyatoa kutoka ndani ya moyo wake. Yaani ile baraka ambayo baba ameitoa ndani ya moyo wake. Akamwambia, "Mwanangu, nakubariki, siku zote utabarikiwa na hakuna jambo lolote litalokukuta huko unapoenda, nenda salama." Monica kainuka, akamwambia, "Asante sana baba." Akaondoka. Monica kabidi aende kwenye ile duka lake la kushona ambalo aliachiwa na yule mama alioenda Canada. Akabidi arudi ile amefungua zake pale mwenyewe, taratibu anafungua. Mungu atamsaidia mdada Monica, sababu ni story ambayo inahuzunisha sana. Ni story ambayo huyu mdada amepitia mateso sana, amepitia magumu sana. Kama ni true story, itakuwa inahuzunisha sana. Monica akaongezeka kwenye hilo duka. Kabidi atandike tu kitu chini, halale, kwa sababu alikuwa na sehemu nyingine pa kwenda, hana nyumba nyingine ya kuishi, hana maisha mengine ya kuishi. Monica kalala zake chini kwa usiku huo, kalala zake. Nalia, yani imeniuma sana. Monica kalala zake chini usiku huo hadi kesho asubuhi. Asubuhi imefika, rafiki yake akaja, anamuelezea kwamba nimeamua niondoke nyumbani kwa sababu gubu zimekuwa nyingi nini. Rafiki akamwambia hivi, "Nyumba yangu ni ndogo lakini nakuruhusu uje kufanya uje ulale na mimi." Monica kamuomba sana. Monica akamwambia hivi, "Nakuomba uje ulale na mimi, hapa sio sehemu salama wewe kulala katika duka hili." Monica ikabidi tu akubali na mshukuru, maana shoga yake alimletea chakula, akamwambia asante pia kwa chakula. Siku zikazidi kwenda, Monica akawa anaendelea, duka limepamba moto, kaongeza hadi anauza maji nje nini, akatoni nini. Anakuja watu wananunua maji ya katoni, anapima watu, anaendelea kushona, duka
expand, yani limekuwa hivyo. Siku zinazidi kwenda na maisha yake yanazidi kwenda. Siku zote nakushauri ndugu, rafiki yangu, yani usiweke mapenzi mbele. Kama aliamua kuondoka na kumuoa mtu mwingine, move on, jitahidi kumove on. Naona Monica alijitahidi kumove on mpaka kufikia hiyo miaka huyu mama kurudi kutoka Canada. Mama alifurahi sana. Anamuelezea, nilikuwa Canada, nimeweka kampuni kubwa ya mitindo. Yani nimeshaingia kwenye mashindano ya mitindo ambayo alishiriki Nandi juzi. Yani kwa hiyo nipo nimeexpand sana. Kwa hiyo yani natamani hata wewe mwenyewe nikutoe mwanangu, kwa sababu najua umeteseka sana. Monica kaa anafurahi, anambia nafurahi sana kusikia hivyo, kwa sababu mimi napenda mafanikio yako, wewe pia ni mafanikio yangu mama. Yani akawa anafurahi. Monica basi hapo anamshangilia. Ambia angalia ngozi yako mama, kwa hiyo ni Canada. Mama umebadilika, ngozi nini umebandika kope, yani mama hapo akawa anampa kifungu cha Biblia. Mungu ameonyesha matendo yake ya ajabu juu yangu. Na kweli Mungu ameonyesha matendo ya ajabu, yani anafurahi mwenyewe hapo. Anasema nashukuru Mungu ameniongezea kipato changu, ameniongezea kila nilipomuomba, ameniongezea kila hitaji la moyo wangu. Monica hapo basi mwenyewe anasema amen. So unajua tena Nigeria kwa kusema amen wakisa. Mama akamwambia, unajua nimekuja kufanyaje hapa Nigeria? Nimekuja kuchukua Monica nikupeleke Canada, kwa sababu kuna kampuni yangu ya fashion ambayo ilishiriki juzi kule Canada. Nimeamua kuja kukuchukua nikupeleke huko. Monica akamwambia hivi, kwa hiyo unafungua branch Nigeria? Akamwambia hapana, sifungui branch Nigeria, tunaenda wote Canada. Monica kabaki amepata shock. Vipi mimi niende Canada? Unanifanyia prank au unanitania? Hebu sema ukweli. Monica akaani amepanic. Unajua ile panic ya kushtuka, ya kufurahi nini, kwamba ni mimi nimepitia mateso magumu, nimepitia mambo mengi, nimepitia kila hatua, nimeteseka katika maisha yangu, kwenye mapenzi, kwenye maisha, nimeteseka mimi. Sasa hivi naenda kuonyeshwa njia. Asante Mungu. Monica akawa analia, yani analia. Monica analia. Yule mama anamwambia hivi, usilie Monica, nipo kwa ajili yako. Mungu amenileta kwa ajili yako Monica, tutaondoka wote. Monica alibaki tu analia. Tazamaji, naomba uniambie umejifunza nini katika hiki kitu hapo? Monica ni mwanamke ambaye ameishi kwa kuteseka sana. Monica ni mtu ambaye alijituma sana juu ya familia yake, lakini familia haikujali kujituma kwake. Lakini mtu wa pembeni kabisa ndio anakuja kuona umuhimu wake. Kama hapo mama ni mtu wa nje kabisa ndio anakuja kujali umuhimu wake. Asante Mungu. Monica anasema asante Mungu. Movie ndio kama hivyo inaisha, maandishi yakawa yanapita. Niambie kwenye comment umejifunza nini. Hii ni movie story. Kama hujasubscribe, naomba usubscribe hapo chini, like, share na comment chochote unachojisikia. Nishauri chochote kile unachojisikia. Shout out to all Tanzania, nawapenda. Endeleeni kusikiliza movie story. Subscribe ili uwe wa kwanza kupata movie nyingine inayokuja mapema sana. Asante kwa kusikiliza. Hii ni Monica. Kama itakuja season 2 nitawaletea kwenu wana movie story. Bila usisahau kusubscribe, kulike na comment na kushare.